Ni mwaka 2026. YouTube wamekuwa serious sana kuhakikisha kwamba YouTube ndiyo platform pekee kwa content creator kufanya biashara ya maudhui. Lakini bado kuna Watanzania wengi ambao wanataka kuwa content creator ndani ya platform ya YouTube pasipo kufuata misingi walioiweka ya kuendesha YouTube channel kama biashara. Na ndio maana katika video hii nitakufundisha na kukupitisha katika hatua zote za muhimu na za msingi kuzipitia ili kuhakikisha kwamba unafungua ama kucreate YouTube channel ambayo utakuwa na kibiashara. Lakini sio tu kuiendesha kibiashara, itakuwa ni mfumo ambao utakuwezesha wewe kuwa na YouTube channel ambayo itakuwa inajiendesha kifaida, kwa maana kwamba unaweza ukaendesha wewe mwenyewe ama unaweza kawa na timu itakayokuwezesha wewe kuiendesha channel hii. Lakini pia video hii itakuwezesha wewe pia ambaye tayari una YouTube channel uweza kufanya marekebisho ambayo pengine wakati unafungua YouTube channel ulikuwa hujayafanyia. Kwa hiyo kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii kwa sababu kuna mambo mengi sana utajifunza. Kabla tujaenda mbali, nataka nikudokezee hatua za msingi kabisa ambazo tutazipitia na kujifunza katika video hii. Kwanza kabisa tutajifunza namna tunavyoweza kutengeneza Google account. Pili tutatengeneza YouTube channel. Baada ya kutengeneza YouTube channel, kinachofuata tutafanya branding ya channel. Baada ya kufanya branding, tutakuja katika hatua inayofuata ambayo ni kufanya settings muhimu zitakazohakikisha kwamba channel yako inakuwa discoverable, yani mtu anaweza kaisearch, lakini pia inakuwa na usalama na security ili isiwe rahisi kuwa hacked. Baada hapo nitakufundisha mbinu unaweza kuitumia kupata content ideas, kwa sababu ili channel yako iweze kukua unatakiwa uwe una upload content mara kwa mara. Kama nilivyosema, tutaanza na kutengeneza Google account ama Gmail account. Kwa nitaingia kwenye kompyuta yangu na nitakuonyesha step by step namna iliyo bora ya kutengeneza Google account. Nitafungua browser ya simu yangu ama kompyuta yangu na kisha nitatype linki hii ambayo unaiona kwenye screen hapo. Utabonyeza sehemu iliyoandikwa create account na hapa tutaletewa option tatu. Ya kwanza ni personal, yani kwa matumizi binafsi. Ya pili kama unamfungulia mtoto, na sehemu ya chini kabisa wale ambao wanafungua email kwa ajili ya biashara, kampuni ama taasisi. Kwa sisi kwa kesi yetu tutaenda kwenye sehemu ya personal use. Hapa utaandika majina yanayohusiana na hii email ya hivi. Baada hapo nitabonyeza next. Hapa itaniambia nichague jinsia, kwa hiyo nitachagua na mwaka wa kuzaliwa kwa sababu ni lazima tuchague, otherwise itatugomea. Hapa tutachagua mwaka wa kuzaliwa. Ni muhimu kuweka mwaka sahihi kwa sababu ni vitu ambavyo vinaweza vikaulizwa mbele ya safari kwa usipate shida. Gender nitachagua male. Baada hapo nitaweka next. Hapa itaniambia nichague. Nitachagua hii hapa kwa sababu naona iko sawa, alafu nitabonyeza next. Baada hapo nitaambiwa niandike password ambayo nitakuwa naitumia ninapotaka kulogin. Ni vyema ukaandika password ambayo iko imara. Na password imara inakuwa na tarakimu kuanzia 8 na kuendelea, lakini pia inakuwa unajumuisha namba ama alama katika hiyo password yako. Ni password ambayo hackers ni ngumu kuotea. Tabonyeza next. Baada hapa itaambiwa ni scan kodi kwa kupitia simu. Kwa hiyo ili tuweze kuverify, nitachukua simu yangu na nitaweza kuscan kodi hii. Na hii ni njia ambayo Google anaitumia katika kuhakikisha kwamba una verify account yako. Kuskani ni rahisi sana. Unachotakiwa kufanya ni kuchukua smartphone yako, fungua kamera na upoint kwenye hiki kibox, na automatically kamera ita display link, ambayo link utaibonyeza na automatically itafunguka browser katika simu yako ili uweze kufanya verification process automatically. Kinachofuata hapa ni kuweka recovery email. Hii ni muhimu sana, hutaki kuacha kwa sababu watu wengi wao wana skip hii option. Recovery email unatakiwa uweke email ambapo ikitokea email hii imekuwa hacked ama umesahau password ama imetokea changamoto yoyote unashindwa kuingia kwenye account, una uwezo wa kuomba Google wa kutumie procedure za kupata ama step ama hatua za kupata account yako, na hizo hatua zinatumwa kwenye email. Angalizo, usiweke email hii uliofungua hapa ndio ukaweka recovery email. Hapana, unatakiwa uweke email tofauti kabisa. Lakini email hiyo inatakiwa email ambayo ni rahisi kuifikia. Inaweza ikawa ya baba yako, inaweza mdogo wako, au inaweza ikawa email yako ya backup ambayo ilishaitengeneza. Lakini hakikisha hizi email, recovery email assume ni kama funguo yako ya pili ama ya tatu. Ukipoteza main key, basi unaweza ukatumia funguo hii ya ziada kuweza kufungua. Sio funguo ya ziada unaweka mbali, kwa maana wewe uko Dar es Salaam afu funguo ya ziada ipo Mwanza. Ikitokea umepoteza funguo yako muhimu, maana yake unabidi uende tena Mwanza kuifuata funguo nyingine. Kwa hiyo ni muhimu sana kuandika. Kwa hiyo hapa nitaandika email yangu ya recovery. Hapa itaniambia niweke namba ya simu. Kwa hiyo nitaandika namba ya simu. Nitaweka next. Nitaweka tena next.
Kwa hiyo hapa nitatakiwa nisome na kukubaliana na terms and condition, nitaweka I agree. Baada ya hapo, step inayofuata ni swala zima la security. Tumeshatengeneza email account, lakini tunatakiwa tuweke mbinu za kiusalama kabla tujaenda kwenye mambo mengine. Kwa hiyo nitaenda kwenye sehemu ya security. Hakikisha unatakiwa ufanye verifications ya hii email. Kwa nitabonyeza hapa, nitaenda verify recover email. Kwa hiyo hapa kuna kodi itatumwa kwenye ile email, na hapa manake Google inataka ione, je, kweli wewe una access na hiyo email ambayo umeweka kama recovery. Kwa hiyo nitaandika kodi hapa, kisha nitaverify. Baada ya kuverify nitarudi nyuma sasa, nitaweza kuona kwamba email ishakuwa verified. Step inayofuata ni kuwasha two factor authentication. Kwenye two factor authentication tuna option nyingi. Option hizi zote hakikisha namba tumeshaweka, tunatakiwa tuweke authenticator. Kwenye authenticator nitabonyeza hapa. Kuna app ambayo unatakiwa uidownload, inaitwa Google Authenticator. Kisha download unatakiwa ubonyeze setup. Kienda setup itakuletea QR code. Kwa mimi nitakachokifanya, nitafungua ama nitachukua simu yangu na nitaenda kwenye hiyo app, kwa sababu yenyewe inakuwa ina kamera. Kwa nitaenda nitasema add. Kwa nitachukua simu yangu, nitapoint kwenye hiyo kodi, automatically nitakuwa nimeadd hiyo account. Baada hapo nitasema next. Baada ya kwenda next, kwenye app huku kutakuwa kuna kodi. Kwa nitaziandika hizi kodi kuhakikisha kwamba yes, kila kitu kipo sawa. Tabonyeza verify. Baada hapo tayari tushaweka kila kitu sawa. Kwa nitabonyeza tune on tayari. Kwa hiyo authenticator tumeshaiweka. Kingine muhimu ambacho unatakiwa ni kuhakikisha una download hizi backup code ambazo nazo ni muhimu sana. Kwa nitaenda get backup code, download hizi code. Na hizi download, ukishazi download unaenda stationery print hii karatasi sehemu ambako unaweka vyeti vyako, basi na hii karatasi unaiweka hizi backup code. Hizi zitakusaidia endapo account yako ya YouTube au Gmail yako imekuwa hacked, kuweza kukusaidia ku-unlock hii account hata kama hacker alishabadilisha kila kitu. Kwa hiyo hapo tumeweza kuona kwamba tumecreate account, lakini ukiachana ku-create account tumeverify kwa kuweka namba ya simu, lakini ukiachana ku-verify kuweka namba ya simu tumeweka pia kufuli za usalama, ambapo kwenye kufuli za usalama tumeweka recovery email, tumeweka recovery phone number, lakini pia tumeweka code authenticator ambapo kila tunapotaka kulogin tunakuwa tuna uhakika na usalama wa kila kitu. Tumeweza kuona ni namna gani ilivyo rahisi kutengeneza Google account. Baada ya hapo sasa tunaingia kwenye hatua inayofuata ambayo ni kutengeneza YouTube channel. Kabla ya kuanza kucreate YouTube channel, lazima ujiulize swali la msingi, kusudi la channel yako. Jiulize kwa nini unataka kuanzisha YouTube channel. Ukishapata jibu, either ni kwa ajili ya elimu, toa burudani, biashara ama kushare maisha yako ya kila siku. Kama unafungua YouTube channel kwa ajili ya tutorial, maana yake unaingia kwenye kategoria ya elimu. Kama unafungua YouTube channel kwa ajili ya story, simulizi, movies, mpira, vyote hivyo vinaingia katika kategoria ya burudani. Na kama unafungua YouTube channel kwa ajili ya kusupport biashara yako, maana yake hiyo inaingia kwenye kategoria ya biashara. Lakini kama unafungua YouTube channel kwa ajili ya kufanya live streaming kama za game, au unataka kufungua YouTube channel kwa ajili ya kufanya vlog, hiyo inaingia katika kategoria ya watu wanaoshare maisha yao kila siku. Kwa hiyo kusudio ndilo linaamua safari yako inaanzia wapi. Sasa kabla hujaandika kitu chochote kwenye ChatGPT, lazima turudi nyuma tujiulize target audience yetu ni ipi. Kwenye target audience kuna za aina mbili. Kuna local audience na kuna international audience. Kama unafungua YouTube channel kwa ajili ya local audience, maana yake utatarget watu wanaongea lugha ya Kiswahili ama katika jamii unayoishi wanaongea lugha gani. Lakini kama una target audience international, hakuna mbadala zaidi ya ku-create YouTube channel ambayo itakuwa ni ya Kiingereza. Kwa hiyo nitaiambia ChatGPT inipe niche ideas ambazo naweza nikazifanya na zikafanya vizuri katika upande wa Tanzania ama duniani kwa ujumla wanaozungumza lugha ya Kiswahili. Kwa nitakachofanya nitaandika hivi: nataka kuanzisha YouTube channel ambayo nitakuwa niki-upload video, ila hii itakuwa ni faceless channel, sitakuwa nikionekana, nitakuwa nikitumia stock footage ama content na nikishirikisha AI katika kutengeneza content. Target audience yangu ni watu wote wanaozungumza lugha ya Swahili, hasa watu wa Afrika Mashariki. Naomba niandikie niche ideas za create YouTube channel. Kwa hiyo AI imeweza kutupa idea
kwa maana hizi ni idea za niche. Sasa katika hii listi unachotakiwa kufanya ni kuzingatia kwamba unachagua niche ambayo kwa namna fulani una mahaba nayo, una interest nayo, kwa sababu itakusababisha wewe hata pale ambapo bado hupati matokeo chanya utaendelea kufanya, kwa sababu unaenjoy ile process ya labda kuelimisha watu, au unaenjoy process ya kutengeneza content za biashara, ama content zinazohusiana na elimu ya jamii, ama content tu za simulizi, stories. Usikurupuke tu ukasema ngoja nichukue content za masuala ya elimu ya teknolojia, lakini huna mahaba na teknolojia ama ufahamu chochote kinachohusiana na masuala ya teknolojia. Ama unaamua kusema ngoja nitengeneze content zinazohusiana na masuala ya maisha ya kiroho, lakini kumbe wewe ni mtu ambaye hujui chochote kuhusiana na masuala ya dini. Moja ya siri kubwa itakayofanya uweze kufanikiwa kwenye YouTube ni kuja na idea ambazo ni unique. Kwa hiyo idea zote ambazo imenipa bado nimeweza kuona kwamba ni idea ambazo na watu wengi sana bado wanafanya. Kwa mimi nikafikiria katika angle tofauti, nikasema kwamba nafikiria kufanya content inayozungumzia upande wa logic kuhusu maswali au kakaso masuala ya dini, sipo kukashifu wala kubeza imani za mtu au imani ya mtu. Hii imekaje? Kwa hiyo yeye imekuja imenipa mchanganuo wote. Kwa hiyo mimi nimependa hii jinsi ilivyofanya. Kwa hiyo nitakachofanya hapa kinachofuata ni kwamba naomba inipe idea ya jina la channel. Kwa hiyo nitasema sawa, nipe idea ya channel name. Naomba option 3. Kwa hiyo mimi hapa nimeona imenipa maswali ya imani, option ya pili tafakari za imani, hivyo hivyo, lakini mimi nataka majina mafupi ambayo yako rahisi kufanya branding, ambayo ni rahisi pia mtu kuweza kukumbuka. Kwa hiyo imeweza kunipa hayo majina yote haya. Kwa kabla sijaamua kuchagua jina, ninachokifanyaga naenda kwenye upande wa youtube.com. Kwa naandika youtube.com kama hivyo. Kabla sijaamua kuchagua jina, naangalia majina ambayo nimeyapenda. Kwa kama nimeyapenda, naanza kuyafanyia utafiti kuona kama yametumika ama hayajatumika. Kwa mfano nachoweza kufanya hapa, naweza nikasearch labda ile neno Imani Plus kama hivi. Nitakuja nitasearch, nitaenda filter, afu nitatafuta channels tu kama hivi. Kwa hiyo naweza nikaona sijaona neno Imani Plus. Kwa hiyo naweza nikasema okay, Imani Plus imekaa fresh. Kwa hiyo nimechagua Akili 360. Nikishaenda kwenye Akili 360, nitaenda sasa kwenye upande wa create YouTube channel. Kwa hiyo nitaenda sign in na ile email yangu. Nitaweka email yangu, nitaweka next. Nitaenda nitaandika password. Baada ya kusign in, nitaenda kwenye hiki kiburubwana hapa, nitaenda create channel. Nikienda kwenye create channel, nitaipa jina hapa 360 kama hivi. Kwa hiyo na uzuri Akili 360 ipo. Lakini kabla sijabonyeza create Akili 360 username ipo, nitabonyeza create channel. Nitarudi tena kwenye ChatGPT na nitaambia kwamba nimechagua Akili 360. Naomba niandikie short YouTube description, channel description. Nitakopi hii, nitakuja kwenye ishakuwa created, nitaenda studio, nitaenda continue, nitaenda kwenye customization, kwenye channel description nitapaste yale maneno ambayo nimeyakopi. Hapo nitabonyeza publish. Kinachofuata sasa ni kufanya branding. Tumeweza kuona tulivyotengeneza YouTube channel, ni rahisi, lakini sasa tunatakiwa tuifanyie branding. Branding ndio itakayofanya channel yetu iwe na muonekano wa kipekee wa tofauti dhidi ya channel nyingine. Hata kama tunaposti content zinazofanana, lakini kitakachotofautisha ni namna gani channel yetu tutakavyokuwa tunaibrandi. Kwa hiyo sasa tunajifunza namna ya kubrandi channel yetu. Hapa nitaambia iniandikie prompt ambayo nitaitumia kutengeneza logo kupitia Nano Banana Pro ya Google. Kwa nitaandika prompt ya kudesign logo ya channel hii kwa kutumia Nano Banana Pro. Nimeambia ianiandikie prompt, lakini yenyewe imeleta kiherehere, imedesign ya logo. Binafsi mimi ni designer, kwa hiyo nimeweza kudesign logo yangu mwenyewe, kwa maana nimeweka hivi. Pia tunahitaji cover ya YouTube. Kwa hiyo kwenye cover ya YouTube unaweza ukatumia software ama unaweza kutumia designer, lakini pia unaweza ukatumia free tool kama hii Canva. Maana yake unaenda hapo na search YouTube, zinakuja template tofauti tofauti. Kazi yako tu ni kubadilisha maneno na picha, design inakuwa tayari ishafanywa. Unaweza ukaona hizi zote. Kwa hiyo nitakuja hapa, nitasema upload, nitaselect hii, itakaa iko sawa, nitaweka done. Nitakuja kwenye cover, nitaselect hii, naona imekaa sawa, nitaweka done. Na nitakuja pia kwenye watermark, nitaupload, nitachagua hii, nitaweka done. Tutasema entire video, lakini ukimaliza hakikisha unaenda sema publish. Baada ya publish utabonyeza view channel. Kwa hiyo mpaka hapo unakuwa tayari umeshatengeneza YouTube channel
na kuweza kuibrand. Baada ya kufanya branding ya channel yetu, unaweza ukaona hata wewe mwenyewe kwamba inaonekana vizuri na ipo ya kipekee, kwa maana haitafanana na mtu yoyote. Lakini kuna setting kadhaa ambazo tunatakiwa tuzifanye katika channel yetu kuhakikisha kwamba inakuwa salama, lakini inakuwa ni rahisi kuwa discoverable, lakini pia inapata upendeleo wa search engine optimization ya YouTube channel, ambayo yenyewe kazi yake ni kuhakikisha kwamba hata kama wewe ni content creator mdogo, una subscribers wachache, basi unaweza kuonekana. Kwa hiyo hizi settings muhimu sana kuzingatia kabla hujafanya chochote. Nitabonyeza hapa, nitaenda YouTube Studio. Nikienda YouTube Studio, nitaenda kwenye sehemu ya settings, channel. Hapa tutaandika keywords. Kwenye keywords tutaandika maneno ambayo tunatakiwa tuandike. Kama ufahamu keywords ni nini, unaweza ukaingia tena kwenye ChatGPT ukaiambia kwamba naomba unipatie keywords za channel hii. Kwa hiyo ChatGPT itakuandikia keywords. Kwa hiyo nitakopi hizi, nitakuja nitazipaste. Kama hivyo, nitaenda kwenye advanced settings, nasema no, not made for kids. Baada hapo, nitaenda kwenye sehemu ya tag, nitapaste kama hivyo. Visibility nitaweka public, kila kitu kiko sawa. Kwenye permission kila kitu kipo sawa. Community moderation kila kitu sawa. Nitaenda save. Baada ya save, na baada hapo kila kitu kinakuwa kipo sawa. Tumeweza kuona namna ambavyo tumefanya mambo yote ya msingi ambayo yamepita katika hatua zilizopita. Sasa step hii nataka nikufundishe ni namna gani tunaweza tukatumia akili yetu, lakini pia tunaweza tukatumia akili ya artificial intelligence kuweza kutusaidia kubrainstorm, kutupa ideas za video, ambazo idea hizo tunaweza tukaziweka katika list na kuzichakata ili tuweze kuzitumia kama sehemu ya kukimbilia kuchota mawazo ya kutengeneza video, kwa sababu unapoishiwa mawazo ya kutengeneza video, maana yake channel yako haiwezi kuwa na video za kutosha na haiwezi kukua. Ngoja tuingie kwenye kompyuta, naweza kukuonyesha ni namna gani ambavyo tunaweza tukatumia AI pamoja na akili zetu kupata ideas nyingi na tuweze kuzitumia katika kuzitengenezea video. Kupata content idea ni rahisi. Unachotakiwa kufanya ni kuingia kwenye ChatGPT, kwenye chat ile ile ulipokuwa unaomba maelezo ya niche. Andika nataka unipatie 10 content idea baada ya channel yetu ya akili na 360 kukamilika kwa branded. Pia ipe pango kakati wa namna kwanza wa kuupload video. Kwa hiyo hizi ni content ideas 10 tunazoweza tukaanza nazo kuposti katika channel hiyo mpya, ambapo unaweza ukaona hivi. Inaweza ikawa inatofautiana kidogo na kwa upande wako, kwa sababu kila niche ina namna yake ambapo content zinatengenezwa ama content flow yake inavyokuwa. Baada ya hapo, katika mpango mkakati tunatakiwa tutengeneze kwanza video 5 mpaka 7, dakika iwe 5 mpaka 8. Style ndio hiyo hapo. Sawa. Hatua ya pili tunatakiwa tuwe na ratiba, ambapo kila wiki tutakuwa tuna upload video 2, ambapo katika hizo video 2 tunazo upload kila wiki. Kwa mfano Jumanne na Ijumaa. Pia tutakuwa tunaipa muda channel yetu kupewa time ya kuwa pushed. Kwa hiyo sio kila siku una post, hapana. Tuna post video moja labda Jumanne, then tunakuwa tunasoma na kuangalia analytics zinasemaje katika channel yetu. Lakini baada ya hapo tunaendelea pia na maisha mengine kutokana na namna ambavyo channel yetu itakavyokuwa ina perform. Kwa hiyo hiyo ndo flow nzima ya jinsi ambapo unaweza ukaitumia ChatGPT kuweza kukupa content ideas, kwa sababu content ideas saa nyingine kwa akili zetu za kawaida huwa zinaisha katika akili zetu, lakini AI haiwezi kuishia, itatafuta na itaweza kupata ideas, na sisi kazi yetu ni kuchukua hizo idea na kuziboresha ama kuzitengenezea video direct. Tumepita katika hatua zote na kujifunza. Sasa nataka nikwambie jambo la msingi. Kabla hujaanza kufanya chochote, nataka ufanye jambo lifuatalo. Tumeweza kuona hatua zote na tumeweza kujifunza kwa undani zaidi. Sasa kuna jambo la msingi sana ambalo nataka ulizingatie. Ukishatengeneza YouTube channel, iache ndani ya saa 72, nikimaanisha siku 3, unakuwa kazi yako ni kuconsume, kufuatilia content za watu wengine. Kama unaweza kucomment, comment. Kama unaweza kulike, una like. Kama unaweza kushare, una share. Yani una interact na content za watu wengine. Unaingia YouTube, umetoka hapo umeingia pale, ile inakuweka katika listi kwamba yes, huyu ni mtu, ni binadamu na ametengeneza channel, anataka kuwa naye ni YouTuber, na tumeweza kuona ana consume content za watu wengine. Kifanya hivyo, basi kila video utakayokuwa una upload itakuwa inaenda pasipo kupata hiyo shadow bans ama view jail. Una post video inakaa siku 2 siku 3 ina views moja, hiyo unakuwa unasahau. Kwa hiyo yote hayo nakufundisha ukiyazingatia, basi na uhakika kabisa utakuwa umeanza vizuri
na YouTube channel nzuri kwa mwaka huu 2026. Katika video inayofuata tutajifunza mambo mengi zaidi, namna gani tunavyoweza tukatengeneza content tofauti katika kuhakikisha kwamba YouTube channel yetu inakuwa. Asante sana. Kama ni mara yako ya kwanza kuiona video hii, hakikisha una subscribe, una like, lakini pia una share video hii kwa mtu ambaye pengine anatamani siku moja naye kumiliki YouTube channel. Mwambie mwaka 2026 ndio mwaka sahihi wa kuwa na YouTube channel. Asante sana na tukutane katika video zinazofuata.